Usiku mmoja, katika eneo la Mashariki ya Kati, makombora yalirushwa, na ndani ya sekunde chache, dunia nzima ilikuwa inaangalia. Lakini swali kubwa si hilo. Nani amerusha kwanza? Swali ni hili: kwa nini vita hii haijawahi kuisha? Na je, Biblia ilizungumza kuhusu mambo kama haya? Ili kuelewa leo, lazima turudi nyuma. Sio miaka 10, sio miaka 100, bali maelfu ya miaka. Israel si taifa la kawaida. Ni taifa lenye historia ya kipekee sana. Katika Biblia, tunamwona Abrahamu akipewa ahadi, lakini historia yao haikuwa ya amani. Waliteswa, walifukuzwa, walitawanyika duniani, na kwa karne nyingi hawakuwa na nchi yao. Mpaka mwaka 1948 Israel ilirudi tena, na hapo ndipo mvutano wa kisasa ulipoanza. Lakini upande mwingine kuna taifa la kale sana, Uajemi, Iran ya leo. Katika Biblia haikuwa adui. Mfalme Koreshi aliwaruhusu Wayahudi kurudi nyumbani. Lakini historia hubadilika. Mwaka 1979 kila kitu kiligeuka. Iran ikawa taifa lenye msimamo mkali dhidi ya Israel. Na nyuma ya yote hayo kuna nguvu kubwa duniani. Marekani sio taifa la Biblia, lakini ni taifa la ushawishi mkubwa sana. Inasimama na Israel kwa nguvu zake zote. Na hapo ndipo mstari wa mgawanyiko unaanza. Hii si vita ya kawaida. Ni vita ya kivuli. Proxy war. Makundi, mashambulizi ya siri, mvutano usioisha. Na kila upande unaamini uko sahihi. Lakini hatari kubwa zaidi ni hii: nyuklia. Kama nguvu hii itatumika, haitakuwa vita ya kawaida. Itabadilisha dunia. Na hapa ndipo watu wengi huuliza, je, Biblia ilisema haya? Mathayo 24:6 inasema hivi: mtasikia juu ya vita na fununu za vita, lakini msifadhaike, maana hayo hayana budi kutokea, lakini mwisho wenyewe ungali bado. Taifa moja litapigana na taifa lingine. Ufalme mmoja utapigana na ufalme mwingine. Hapa na pale patakuwa na njaa na mitetemeko ya ardhi. Yote hayo ni kama mwanzo wa maumivu ya kujifungua mtoto. Ezekieli 38 inazungumzia mataifa yatakayokusanyika dhidi ya Israel. Lakini sio kila tukio ni tafsiri ya moja kwa moja. Ukweli ni huu: hii ni mchanganyiko wa historia, siasa, dini na nguvu ya dunia, na si rahisi kuutenganisha. Baadaye inaweza kuwa vita kubwa au mvutano wa muda mrefu, lakini hakuna anayejua kwa uhakika. Lakini kuna kitu kimoja cha hakika: dunia haikai tulivu milele. Mataifa hubadilika, nguvu hubadilika, lakini maarifa ndiyo kitu kitakachokuweka mbele. Na swali la mwisho ni hili: je, uko tayari kuelewa dunia au unaishi tu ndani yake? Ndugu mpenzi msikilizaji, ikiwa umevutiwa na mada hii na ungependa kuchangia maoni, tafadhali tuandikie kwenye comments section. Pia ikiwa ni mara yako ya kwanza kuungana nasi, tafadhali subscribe kwenye channel hii ya Godwill Media ili upate notification kila tunapoweka video mpya. Lakini pia usisahau kulike video hii na kushare na ndugu, jamaa na marafiki. Asanteni. Tukutane wakati mwingine. Godwill Media. Fikra sahihi, maisha bora.